Yes, bana mambo vipi? Ujambo na karibu media, kituo chako bora ya suluhisho updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami presenter wako Biologist Andrew. Mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa zetu zote ambazo kuna trend hapa media kwa wakati. Just bana moja story ambazo nitakumekea hivi sasa kwa mtandao wa kijamii, moja story ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya taifa au taifa Marekani. Hapa namzungumzia bidada Mange Kimambi bana kumvaa mlembo Irene Uwoya, lakini pia kumshusha kichambo. Hii ni baada ya Irene Uwoya bana malezi ambayo amekuwa akimlea mtoto wake Krish bana ni kama vile malezi ya kutokuwa na nidhamu. Hivi sasa Krish bana yupo karibu sana na mama yake Irene Uwoya, na mavazi ambayo amekuwa akivalia mwanamama Irene Uwoya bana kiukweli kama vile haleti picha nzuri hivi kwa mtoto wake. Na Mange Kimambi ameendelea kuzungumza kusema kwamba sio tu mavazi ambayo amekuwa akiyavaa dada Irene Uwoya, la hasha, ila hata mwenendo wa maisha wa Irene Uwoya bana kiukweli huyu mtoto wake hakuna anachojifunza kutoka kwa mama yake, kwa sababu juzi kati tu hivi amekuwa akizungumza kusema kwamba sijui hawezi kukosa kwenda baa kunywa pombe kwa sababu ni mchungaji, na mambo mengi ambayo amekuwa akiyazungumza kama vile ya utovu wa nidhamu kwa mtoto wake. Sasa unadhani kwamba mtoto wake anasoma picha gani kwa mama yake juu haya ambayo amekuwa akiendelea kutrend? Hapo baadaye tukija tukimuona mtoto ana support mapenzi ya jinsia moja, tutazungumza nini? Kwa sababu huyu mtoto bana malezi ambayo amekuwa akilelewa na huyu mama yake kiukweli ni malezi ambayo anaelekea kusupport mapenzi ya jinsia moja. Ni kauli ambayo amezungumza mwanadada Mange Kimambi kutokana na haya ambayo yanaonekana kwa mlembo Irene Uwoya na mtoto wake. Hapa namzungumzia bwana mkubwa Chris bwana, na kiukweli huyu Chris bwana malezi ambayo amekuwa akilelewa na mama yake yamekuwa ni malezi fulani hivi kama vile ya utovu wa nidhamu. Hata kama kweli mama yake ni superstar, lakini kwa haya ambayo amekuwa akionekana kwa huyu Chris bwana kiukweli haikustahili kuonekana hivi, kwa sababu huyu ni mtoto wa kiume na anatakiwa ajichanganye na wanaume wenzie kuliko kila siku anaonekana akiwa na mama yake hali ambayo amekuwa akifanya mama yake na pia yuko hapo. Hii ndio namna ambavyo mtoto analelewa katika mazingira ya kumfanya mtoto awe ana support mapenzi ya jinsia moja. Ni kile ambayo amezungumza mwanadada Mange Kimambi kama vile kumshusha kichambo hivi mwanadada Irene Uwoya baada ya kuonekana malezi ambayo analea kwa mtoto wake huyu Krish bana kama vile sio malezi mazuri. Lakini pia Mange Kimambi amezungumza kusema kwamba Irene Uwoya pia maisha ambayo anaishi hivi sasa ni maisha ya kufeki, ni maisha ya uongo. Anatumia kimvuli cha Mungu ili aweze kujipatia kipato kutokana na kanisa ambalo amelifungua kwa lengo la kujipatia maokoto, kwa sababu mwenendo ambao anaenenda mwanadada Irene Uwoya na maisha ya kanisa hayaenendi hivi hata kidogo, kwa sababu Irene Uwoya haina mavazi ambayo amekuwa akiyavaa, ni mavazi ambayo ni ya utovu wa nidhamu. Lakini vile vile mambo ambayo amekuwa akiyafanya Irene Uwoya, zile starehe ambazo amekuwa akizifanya Irene Uwoya kiukweli hazimfanyi yeye kuonekana kwamba ni mtumishi wa Mungu. Sasa kuna haja gani ya kuendelea kuwa katika kanisa juu ya mambo amekuwa akiyafanya? Kweli ni kwamba hawa ndio ambao wanafanya watu waone ya kwamba wametumia kanisa watu wengine kujipatia kipato. Kwa kupitia Irene Uwoya kuna namna ambavyo watu wanajifunza kusema kwamba huenda hata wao wengine ambao ni wachungaji wa ukweli wanatumia makanisa waweze kujipatia kipato, kwa sababu mtu yeyote akijiona na kipato basi anakimbilia kufungua kanisa, anadai kwamba Mungu sijui amemtuma aweze kurudisha kondoo, yote haya aweze kujipatia maokoto. Kwa dhahiri shida kwamba hata muonekano wa dada Irene Uwoya haumfanyi kuonekana kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu. Ni kile ambao pia amezungumza mwanadada Mange Kimambi kama vile kuendelea kumcrush hivi mlembo Irene Uwoya juu haya ambaye amekuwa akiendelea kutrend kwenye mitandao ya kijamii bana. Sasa baadhi ya mashabiki baada hiki ambacho nikizungumza mwanadada Mange Kimambi kupitia ukurasa wake wa TikTok bana wamemunga mkono mwanadada Mange Kimambi. Hapo mashabiki ambao wamezungumza kusema kwamba hiki ambacho anakizungumza Mange Kimambi ni kitu cha kweli kabisa, kwa sababu huyu mtoto Krish bana mwenendo wa maisha ambao anaoenenda kiukweli ni maisha ambayo sio mazuri kabisa, kwa maana kwamba anapoendea tunaunga mkono tu hiki ambacho nikizungumza mwanadada Mange Kimambi. Lazima atakuwa na support mapenzi ya jinsia moja, kwa sababu kutwa nzima anashinda na mamake, kutwa nzima tunamuona mwenendo ambao anaenenda mamake na pia anaenenda hivyo hivyo, kutwa nzima yuko karibu na mamake. Kwa kitendo hiki bana kinaweza kutufanya sisi tuamini kwamba huyu mtoto anapoelekea lazima atakuwa na zile mentality za wanawake, kwa maana kwamba atakuwa na support mapenzi ya jinsia moja, afu baadaye Irene Uwoya atakuja kulaumu ya kwamba kwa nini mwanae ana support mapenzi ya jinsia moja wakati yeye mwenyewe amemweka karibu sana mtoto wake kutokana na haya ambayo amekuwa akiyafanya kwenye mitandao ya kijamii bana. Ni kauli ambayo amezungumza ushabi kama vile kuunga mkono kile ambacho nikizungumza mwanadada Mange Kimambi cha kusema kwamba Irene Uwoya amemweka karibu sana mtoto wake kuonekana kwamba baadaye atakuja kuwa na mentality za kike atakapokuja kuwa katika swala zima la kusupport mapenzi ya jinsia moja, yeye kama mama asije akaja kalaumu. Lakini huyu pia amekuwa akizungumza kusema kwamba sio Irene
Uwoya tu peke yake. Wasanii wengi wa kike hapa nchini Tanzania, watoto zao wa kiume wamekuwa wakiwalea katika malezi ambayo kiukweli kama vile halizishi hivi. Hawa ndio ambao watakuja kutuletea kizazi cha watoto ambao wamekuwa wakisupport mapenzi ya jinsia moja, kwa sababu kitendo cha kumlea mtoto kama yai kinatengeneza mazingira ya kumfanya mtoto aweze kuwa kama vile lazy. Sasa kitendo cha huyu mtoto kuwa lazy, ana gain au ana adapt zile tabia za mama yake, ambapo hapo baadaye inaweza ikaja kuleta shida hapo baadaye, kwa maana kwamba lazima atakuwa ana mentality za kike za kusupport mapenzi ya jinsia moja. Ni kile ambao pia ameizungumza ushabiki. Lakini ipo shabiki ambaye kama vile amecrush hiki ambacho kinaendelea hivi sasa kwa mtoto jamii, kwa mwanadada Mange Kimambi, na mashabiki ambao wamekuwa kimunga mkono kwa kusema kwamba mtoto akiwa na mentality za kike ni yeye mwenyewe tu, lakini kusema kwamba sio mtoto akiwa karibu na mamake ndio itamfanya awe na mentality za kike, hicho ni kitu ambacho sidhani kama ni kweli, kwa sababu hawa bana superstar wenzetu wana pesa. Kwa hiyo kitendo cha kumwacha mtoto wake awe pembezoni mwa watu wengine huenda ikaleta shida, kwa maana kwamba mtoto anaweza atakatekwa hapo baadaye watu wakihitaji pesa na nini. Ndio maana mara kadhaa Irene Uwoya amekuwa close sana na mtoto wake. Kwa hiyo hiki kitendo bana, sisi hatuwezi tukasema kwamba sijui kinamfanya mtoto aweze kupotosheka, kwa maana kwamba mtoto awe na mentality za kike, ni kitu ambacho sisi hatuwezi tukakiamini. Lakini tu kitu ambacho kinatakiwa ni kwamba Irene Uwoya apunguze ule ukaribu wa mtoto wake kwa muda mrefu, ila kusema kwamba sio kukaa na mtoto wake eti inaweza kuleta shida, hapana, ila atengeneze mazingira ya mtoto wake kumweka pembezoni kidogo na yeye, hata kama atakuwa naye karibu, lakini asiwe naye kwa muda mrefu, ila tu amtengenezee ulinzi wa watu ambao wanaweza wakamprotect ili asije kaja kutekwa. Ni kile ambacho amezungumza ushabiki, lakini yeye anaona hiki ambacho anakiendeleza mwanadada Irene Uwoya kwa mtoto wake ni kitu thabiti, kwa maana kwamba sio kitu cha kusema ya kwamba sijui labda ni kitu kibaya. Lakini hapo mashabiki ambao wamezungumza juu ya kile ambacho kizungumza Mange Kimambi cha kusema kwamba mwanadada Irene Uwoya bana, mwenendo wake wa kanisa, lengo na nia la kufungua kanisa ni aweze kujipatia kipato. Mashabiki wamesema kwamba ni kweli kabisa, kwa sababu hiki ambacho kinaonekana kwa mwanadada Irene Uwoya, hauwezi kusema kwamba mtumishi wa Mungu anatakiwa katika namna hii, kwa sababu Irene Uwoya bana tunamjua vizuri, hata ina mavazi ambayo amekuwa akivaa, amekuwa akishiriki unywaji, kwa kwamba amekuwa akishiriki kwenye klabu mbalimbali kwenda kunywa pombe na nini. Sasa hii haiwezi kumfanya mtumishi aonekane kwamba ni mtumishi wa Mungu, kwa sababu jambo ambalo linakatazwa sana kwenye kanisa ni masuala ya matumizi ya mvinyo, kwa kwamba matumizi ya pombe kupitiliza, na ndio hiki ambacho kinaonekana kwa mwanadada Irene Uwoya. Kwa hiyo dhahiri kwamba kwa kile ambacho kizungumza Mange Kimambi ni kweli kabisa, Irene Uwoya amelifanya kanisa ili aweze tu kujipatia kipato. Lakini kusema kwamba mienendo ya kanisa ambayo anaenenda itakuwa ni mienendo mizuri ya kanisa, hii la hasha. Hakuna kanisa ambalo linamsupport mtu wake wa kanisani aweze kutumia mvinyo. Ni kile ambacho amezungumza mashabiki kuunga mkono kile ambacho amekizungumza mwanadada Mange Kimambi. Lakini kile cha yule mtoto kusema kwamba ata support mapenzi ya jinsia moja, wapo ambao wamekiunga mkono, lakini wapo ambao wamekicrash. Lakini hiki cha Irene Uwoya kueneza masuala ya kunywa pombe katika swala zima la dini yake ni kitu ambacho watu wamekikataa kabisa, na kusema kwamba hakuna dini ambayo inaruhusu mtu anywe pombe bana. Sasa wewe mpenzi Feaboy Media, nini ambacho unazungumza kuhusiana hili ambalo linaendelea kutrend hivi sasa kwa mtandao jamii ambalo amelianzisha mwanadada Mange Kimambi? Unaungana na mwanadada Mange Kimambi kumcrash Irene Uwoya juu ya tabia yake na mwenendo ambao anaenenda kanisa? Unaamini kwamba Irene Uwoya amefungua kanisa lengo la nia kuweza kujipatia maokoto, au unaamini kwamba amefungua kanisa lengo la nia kuweza kumtumikia Mungu yule ambaye watu wengi wamekuwa wakimtumikia? Drop ya comment hapo chini, una nini ambacho unakizungumza kuhusiana hili ambalo la kanisa kuhusiana na mwanadada Irene Uwoya. Na swala la mtoto wake Irene Uwoya, unaamini kwamba kitendo cha Irene Uwoya kuwa karibu na mtoto wake kinaweza kutengeneza mentality ya mtoto wake kuwa na ile mentality ya kike ya kwamba aje kusupport mapenzi ya ndoa jinsia moja hapo baadaye? Drop ya comment hapo chini kwenye comment section, ndio mnasogezea. I hope mmenjoy tufikia. This is the voice of biologist Andrew, the most expensive presenter from Feaboy Media. Baki nasi for more update. Feaboy Media ni kitu chako bora kwa kupatia updates zote kali za mastaa ambao wanapenda ndani na nje ya Tanzania.